walikufa wakati wa milele. Akafanya history mpaka akafanya degree. Lakini baada ya kumaliza degree akasema hii history imeniambia tu vile watu walikufa, lakini haijaniambia kwa nini walikufa. So akaamua aende akafanya literature, kwa sababu alijiambia ile literature ndio lazima ikuwe watu waliandika vitu zao za maisha mpaka wakajua kwa nini walikufa. Akafanya literature mpaka akafanya degree. Baada ya kufanya literature akaona kwamba amesoma kuhusu vile watu waliishi, lakini hakusoma kuhusu kwa nini watu walikufa. So akaamua njia pekee ya kujua kwa nini watu hukufa ni kufanya medicine, ya kuwa daktari. So akafanya hiyo, akakuwa daktari. Lakini baada ya kuwa daktari akaona kwamba ile masomo ya udaktari ni kuhakikisha unajaribu kufanya watu wasikufe. Kwa hivyo akasema waacha aongezee masters ndio afanye neurosurgeon, which is the highest form of medicine. Ndio akakuwa surgeon. Lakini akiwa pale hiyo wakati wote hakuwa ameoa. Kwa hivyo akaamua sasa ni wakati wa kuoa ndio pia apate watoto, ndio ajue vile maisha inaanza, ndio aelewe vile watu wanaishi na vile wanakufa. Akamaliza masters yake na akaanza kufanya PhD. Siku 3 kabla afanye graduation ya PhD kama neurosurgeon, akuwe daktari mkubwa zaidi kule Amerika, akaenda hospitali kwa clinic, akaanza kusikia uchungu. Baada ya kufanya scan ikaonekana ako na kansa 3. Kwa hivyo maisha yake yote alitumia ku understand why people die. Anaandika kwa hiyo kitabu, anasema all of a sudden I started becoming a patient who was dying and was now in the process of understanding death. But he said something significant kwa hiyo kitabu ambayo ninataka mkumbuke. Kasema even if I am dying, I will not die now until I die. For now I will live. Mara nyingi sisi wote tunajua tutakufa, lakini usiishi maisha yako ukijua utakufa. Ishi maisha yako kama maisha. Na ndio maana nimefurahi wakati mhubiri amesema sisi kama kanisa ya Korino hatuogopi moto. Tutekeraga mwaki. Hivyo nilikuwa na Peter leo na watu kadhaa. Kuna watu ambao wanawaonesha moto. Wameenda kwa kanisa ya Peter, wameiba sound ati kwa sababu mlikuwa State House. Wameenda wanawasimamisha watu wengine wenyu, mmenipigia simu wakiwauliza iko wapi pesa ya State House na kwa nini mna support huyo jamaa. Muambie amuogopi moto. Na sio mimi nimesema, si ni Bishop wenyewe amesema kwamba kanisa wa Korino haiogopi moto. Waambie wawashe hiyo moto mara 7. Ile wamewasha ni kidogo. Waambie waongezee iwe mara 7 na muogopi hiyo moto. Mimi nimekuwa hapo. Ninyi mnajua. Nimekuwa hapo, wamenishika, wamenipeleka hata karibu waniue, nikakaa hospitali miaka 4, lakini ukiwa na msimamo wako ni dhabiti na unajua huo msimamo ni wa ukweli, hakuna kitu inaweza kutikisha na mambo yako itakuwa sawa. Huyu ndugu yangu Karango amesukumwa, lakini muangalie hapa siku chache zijazo. Huyu atakuwa testimony ya kwamba ukisimama na jambo yako lazima utafanikiwa. Na sio Karango peke yake, hata nyinyi wote msimame imara. Na mimi sisemi kwamba muanze chorus huko nje. Mimi naomba maombi yenu. Wawashe moto mara 7 na nyinyi muwashe maombi mara 7. Na hiyo ndio mambo ya Shadrach na Abednego. Na si Bishop amesema hiyo mambo yote. Mimi tunarudia ile mahubiri inafanyika hapa. Sio? Na mimi sifanyangi siasa kwa kanisa, hiyo si kanisa. Nimequote Bible na nimequote Bishop. So mimi sio siasa. Ni mambo ya Bishop ndio naekelea, na washa hiyo moto ifike mara 7. Na akasema kwamba hata ile Daniel mimi nafikiria ilikuwa siku moja, ilikuwa ni siku 7. Sinaona hiyo mambo yote mimi tu nimetoka kwa Bishop. Kwa hiyo ni vizuri MC amesema Bishop ahubiri kwanza. Ningeongea hapa kabla ya Bishop singepata kitu ya kuongea. Mimi tunaongea na mambo Bishop amesema. Timo. Nikiingia hapa nimechelewa kidogo kwa sababu nilikuwa na wale co-chairman wawili ambao walichaguliwa. Na mimi najua hapa kuna wengine pia walikuwa katika ile kanisa ya Moranga. Na sisi wote si kitu moja. So mimi nataka mketi. Hata ile kanisa ilikuwa Moranga, mshikane, muongezee wale kwa trustees ya university, kwa sababu tumetoka na hao jamaa sasa hivi. Tumeangalia architectural design ya ile theological college tunajenga ya Korino. Imemalizika. Sasa ile next
tulikuwa tunaonesha ndio waangalie vile iko, wameona vile iko. Sasa wamefanya some adjustment hapa na pale, itafanywa by kesho. Kabla ya mwisho wa wiki hii tupate ile kitu inaitwa bill of quantities PQ, ndio ule fundi aanze kujenga ile mahali. Usikubali kuacha wanyuma kwa sababu ya siasa. Niliambia watu kanisa ya Catholic na kanisa ya Anglican ambayo ndio mimi niko, the reason why those churches have survived over the years ni kwa sababu wako na mahali. Vatican, ukienda Rome iko mahali inaitwa Vatican pale Pope anaishi, na ni city na wanaokota tax. Kwa hivyo wako na institution ambayo inashikilia kanisa. Sio kanisa tu, lakini kuna institution. You must have institutions as a Corino church. Ila watoto wenu watakuwa na ile institution ambayo inashikilia kanisa. Isikuwe tu ni zile ndoto ama prophets ama mahubiri mazuri kama yale ya bishop, ikuwe pia kuna zile mashule na institutions zimeshikilia kanisa. Kwa hivyo mimi nawaomba mshikiliane, tuendelee na hilo jambo. Pia najua wale watu wa SACCOS walikutana last week State House na wameanza hiyo process ya SACCOS katika the 12 counties. Na hii wiki watakuja kwa hizo 12 counties ndio muanze kukubaliana vile ile pesa ambayo rais alipromise kwa kila SACCO itaingia, ndio watu waweze kukua na tuweze kukua pamoja, sio? Sasa mama, kwanza wacha nianze na wewe, kuja tafadhali. Naomba Murigo nipigie Brian. Mimi wacha nianze na mama. Unajua wanasema kwamba si pia Biblia inatuambia kwanza tudili na wale wako hai, ndio wapate nguvu ya kusindikiza wa brother, na pia yeye kwanza akuwe sawa, sio? Bwana Brian, uko salama? Sina maneno labda wewe. Mimi niko sawa. Sasa mimi niko na Mama Ruth hapa, si Ruth? Niko na Mama Ruth hapa. Yes. Sasa ile kampuni yako najua maisha iko namna hiyo, mimi nataka kazi. Na usiniulize hiyo kazi ni ya nini, mimi tunataka kazi. Na ubaya sasa hizi kazi zimeisha, zile zilikuwa tulipeana zote. Hapana, sasa wewe utafute ungangane, mimi ndio nimepiga simu, lazima unipatie kazi. Sasa labda nikupange tu moja yenye naweza pata kama labda ni ya 10k. Hapana, mimi sitaki. 10,000 Nairobi itakupeleka wapi milioni? Sasa mahali hata mimi mwenyewe tu niende tu nikae chini. Wewe nitafutie kazi ya 30,000. Kati ni ngumu sana. Fanya hivi, juni wewe wacha nifanye 20. Hiyo naweza jaribu nipate. Alafu ni kwa sababu nasema mambo ya Nairobi ni ngumu. Nikifanya 20 aweze work from home. Wacha mimi nitakuongezea 5. Ikuwe 5 sasa kutoka kwa mshahara yangu, wewe kwa kampuni yako, wewe nipatie contract ya 1 ya kwanza, ndio kwa 1 ya mimi negotiate kitu kingine kubwa kuliko hiyo. Ni sawa, hiyo ni sawa, itawezekana. Sasa hiyo barua nipate lini? Barua utaipata asubuhi. So huyu kijana anaitwa Murigo, umtumie hiyo barua ndio apangane na huyo Mama Ruth. So nini natakana kutumia nini na nini? So nitumie majina na hiyo ID number alafu na phone number. Alafu ndo nitaweza kuongea na yeye so that aanze tarehe moja. So aanze kulipwa end of May. Yes. Na hiyo I hope hasa au na hii nasema pole usiende kutangaza. I hope pia utaniwekea tax. Tax utaweka juu ya hiyo. Hiyo nitampatia tu yake yote vile iko. Haya, mimi nashukuru sana. Alafu utapanga hapo pia umlipie SHA ya hiyo mwaka. Sawa. Very good. Sawa, asante, mimi nashukuru. So mom, kwa sababu umesema una kitu. Huyo kijana ni rafiki yangu, ako na kampuni Nairobi. Hiyo kampuni haifanyangi hiyo kazi, ni kampuni ya construction. Lakini yeye atakupatia kazi. Hiyo kazi hautoki kwa nyumba. Kazi yako ni kila siku unatafuta muumini mmoja hapa unamchekesha. Sasa wewe upona tu umevisit muumini mmoja na unamchekesha shilingi 25,000 kila mwezi kwa mwaka mmoja. Hiyo ni sawa. Alafu
Hiyo kuna mtoto pia hapo anaingia grade 10. Hiyo utapangana na huyu Karangu, alafu tutaona vile tutasaidiana, sio? Rafiki yetu anaitwa Kimani Ishumwa. Nimemwambia hii story wakati nimesikia. Nikamwambia ile pesa ulikuwa utumane kwa mazishi, tafadhali usipeane kwa mazishi. Wacha tupatie huyu mama ndio kwanza apeleke huyu mtoto shule. So Kimani Ishumwa shilingi 1,100. Hiyo na treasurer msiitishe hiyo pesa. Hiyo ni pesa yake, ndio pale ameachwa aweze kutengeneza pale nyumbani na kingojea mwezi ishe, si ndio? Ndio aweze kupata kitu. Kwanza apate shilingi 1,100, si ndio? Sawa mama, mimi nashukuru sana. Safi. Sasa nipate treasurer ama committee chairman ama we have